Waga sina hizi tabia za kujibu ovyo watu mitandaoni. Nataka nikuulize. Wewe zombie. Wewe haujui. Wewe huna kazi za kufanya. Wewe kazi za kufanya huna. Ukilala unamwaza mtoto wa Mwanaisha, ukilala unamwaza Nifa, ukilala unamuona Jennifer Lopez, ukilala unaiona Nifa Cosmetics, unaiota, unashtuka. Mambo yanakushutua. Biashara huna wewe. Tiketi za ndege kukata hujui. Kufuata vipodozi hujui. Umeanza biashara leo. Wewe huyo Jennifer Lopez unayemsema Jennifer Lopez, dada Mwampua, dada fulani, anakuwasha nini wewe? Anakuwasha nini wewe? Niwe si mkamilifu, niwe mkamilifu, niwe na changamoto, nisiwe na changamoto, inakuhusu nini wewe? Umenizaa mama yangu wewe, shangazi yangu, una undugu na baba yangu. Jana mke zima hata aibu huna. Nimekukalia kimya mara nyingi sana. Nilikuomba msamaha makusudi, nilikutumia zile message za msamaha makusudi. Kila mtu alikuwa anakataa. Niliwaambia sikiliza, nafanya hivi ili jidhihirishe. Huyu ni mtu wa design gani? Huyu ni mtu wa aina gani? Unanielewa? Na Mungu, yani akili hii alionipa Mungu ndo anajua. Nilikuomba na usipokuwa na haya uka screenshot ukapost afu baadaye ukajidhihirisha tena wewe ni mtu wa aina gani, ndio ujue mimi sina shida. Naishi maisha yangu. Kukosea, changamoto, kuwa na utofauti na watu ni jambo la kawaida. Wangapi tumegombana na wazazi mara ngapi mpaka tunafika kwa watu wazima? Tumegombana na wazazi mara ngapi? Hata mimi ni binadamu. Kuna sehemu nitateleza, kuna sehemu watanikosea. Mimi wapi uliwahi kuniona nimekuja mtandaoni? Yani kuna mtu kanikosea, kachukua hivi, hajalipa vile, imekuaje? Mimi ndo sina malalamiko. Sina watu wa kulalamikia maisha yangu yote. Kwa nini nakaa kimya? Sizungumzi? Ndo maisha. Kila mtu ana changamoto zake. Kila mtu ana vitu vyake. Eti unakuja kuambia watu sijui ulikuwa unawaambia watu hana kopa, hana stock, biashara ni stock. Haya, duka langu umeliona? Nafuata mzigo wangu, huna hata haya umekaa. Yani watu mnapigwa, ila ni dead stock. Wewe ndo mlinzi wa stock wetu. Ndo unatulindiaga store wewe Nifa Cosmetics. Hata haya huna. Mwanamke mzima, una mtoto wa kike. Waga hata unawaza huyo mtoto akija kuolewa familia yake itataka kufanya background ya mama yake. Wakija kufanya background ya mama yake alikuwa na kazi ya kuandama watu mitandaoni. Unakuwa na heshima gani wewe? Huyo mtoto ataenda chuo. Hao wenzake atakaoenda kusoma nao chuo, watakuwa na heshima gani kwake? Watamtizama vipi huyo mtoto? Mimi si mkurupukaji na sipendi kabisa kuzungumza, kwa sababu mimi huwa nikizungumza situkani. Unasikia kitu, una address rumors azifu ulikuwepo. Azifu ulikuwepo. Fimbo nile, yani alikuwa na date na fulani, ilikuwa hivi na vile. Lukna anamdai, sijui nani, huyo Lukna anamdai. And hata kama ingekuwa kweli alikuwa ananidai, hajawahi kunidai hata 100 huyo dada. Biashara zilifanyika hapa na pale. Unataka watu wasinunue eti mzigo Tanzania. Kwa hiyo yule OG alivyonunuaga mzigo hapa Tanzania, alikuwa yeye yani kwamba nini yani? Kwa sababu zile simu zinatengenezwa Bagamoyo. Hata kama alichukua hapa Tanzania, aliyezileta alizitoa wapi? Alizitoa China, alizitoa Dubai. Kwa hiyo watu wasishirikiane kwenye biashara kwa sababu kuna mamba fulani imekaa sehemu inasubiri. Rubbish. Take care of your family, achana na familia za watu, achana na watu unapambana. Tumekukalia kimya sana. Na wanasemaga unachokiogopa sana ndio unachokuja kuwa. Unakumbuka ule dada mpaka ulikuwa unamfuata na madefender? Do you know that right now you are worse than her? Do you know that? Now keep trying me. Keep pressing me. Keep pressing me. You won't believe it. Na ujue mimi nilikuwa sijibishani na wewe mtandaoni kwa sababu ya kwangu ya kukuambia. Nilishakwambia toka siku ya kwanza nilivyokurudishia pesa ya mkataba wako. Nilikwambia wewe hufai kufanya biashara, inabidi ufungue page ya udaku. Ilikuwa ni mwaka 2022 au 2023 kama sikosei. Wakati huo hata sijajua michongo yako mingi, lakini kwa namna tu tulivyopata ile conversation 2-3 pale, nilikwambia wewe inabidi ufungue biashara ya udaku. Nilikwambia voice note ninazo, naweza nikaposti. Sababu iliyokuwa inanifanya mimi nisiposti, nisiseme hivi vitu kwa sababu sitaki kukuvunjia heshima. Wewe unaweza kunizaa mimi. Unaweza kunizaa. Unanikalia kooni hapa kwa sababu gani?
Unahangaika na maisha yangu hapa kwa sababu gani? Silali mimi, kila siku nafanya kazi, kila siku niko huku, kila siku niko kule. Unahangaika kushusha biashara yangu, unahangaika na maneno, na huwezi kunishusha. Huwezi kufanya chochote kwenye biashara yangu mimi. Huna ubavu huo, lakini nimekuchoka. Nimekuchoka. Kwa sababu kuna watu watazaliwa, kuna watu wako humu mitandaoni, watakuangalia, watadhani unachokifanya ni sawa, wawe kama wewe. Una hata haya. Pride ya huyo alokuoa iko wapi? Pride yake akikaa pembeni, na uhakika hata akiingia sehemu ambazo kuna watu wamekaa, anajiuliza mara mbili, wakinitizama usoni wanajiuliza kitu gani? Nimeoa au nimeolewa? Watu ulikuwa unasema mimi sijui mimi nimefanya nini? Wewe wakwako. Afweti, nina update, nataka niwaambie update. Kiwanja Buhongwa hakijanunuliwa, sijui nini. Wewe ulichangia hata 100 wewe. Ulichangia hata 100 wewe. Unayetaka mimi nikifanya kitu chochote nije kuripoti kwako? Waliochangia wanajua kwamba kiwango chetu cha pesa ni kiasi fulani. Mpaka sasa hivi tunatafuta kiwanja. Sina hata 100 ya huyo kaka. Pesa zote yule Enoki anazo. Waliochangia wako taratibu, na ndio wao wako wanatusaidia Mwanza. Vitu vyote viko pale dukani. Wewe kama nani wewe? Kama nani wewe? Uja kutoa update za vitu mimi ninavyovifanya, monitoring spirit. I rebuke you in the name of God. I rebuke you. Yani mimi na wewe resti. Hao watu wako naonea huruma sana. Naonea huruma rafiki zako, watu wako wa karibu, mtu yoyote aliyekuwa karibu yako, namuonea huruma sana. Wewe ni type ya mtu unaweza mtilia mtu dawa akafa ukiwa unamchekea kwenye meza. Achana na maisha yangu. Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Hivi vitu mimi vinaweza vikawa vinishtui na wala viumizi. Nina wazazi. Ninaye mama yangu ninayempenda na kumheshimu. Nina wadogo zangu ambao wananitizama kama mfano. Ninawafanya kazi dukani. Respect the people I work with. Sijawahi kukuzungumzia kwa sababu una familia, una mume ndani, una watoto. Siwezi kuvunja heshima kwa mtu kama wewe. Nasali mimi, hata kama sivai ushungi wakati wote. Achana na maisha yangu, shetani mmoja. Achana na maisha yangu. Na kutoa katika maisha yangu kwa nguvu za Mungu. Kaangaike na walio kuangaisha. Kama kuna mtu alikufunga sehemu kwenye bahari huko, na muomba akakufungua akili yako, ufahamu irudi, ujijue ni mwanamke na una watoto, unahitaji kuwatunza. Achana na mimi. Achana na mimi. Achana na mimi resti. Achana na mimi. I am done. This is my last conversation to you. I am done with you. Wewe ni shetani, achana na maisha yangu. Stop embarrassing me. Stop trying to ruin my life. Stop talking about me. Hata kwa mafumbo. Nakwambia wewe, kuna siku utajichanganya vibaya. Kuna siku ulichukua picha yangu ya Blender, ukaichukua ukaiweka kwenye lipeji lako, tunaziba sura. Rusty, there is a day without a name. You will not believe it. I am not kama unavyoniona. I respect my customers. I respect my business. You're not going to step on me. Ukitegemea nitakuangalia hivi. Ni miaka 2 inaenda. Utaki kuacha. Endelea. I repeat. You have children. You have children. Huyo mtoto wako wa kike, huyo mkubwa, akifika level kama ya kwangu, akafanya biashara kama za kwangu, ingekuwa kuna mtu kama wewe, anamuandama huyo binti yako ambaye unalala naye hapo nyumbani kwako. Would that be okay to you? If it's not, then that tells how evil you are. Very evil. A very evil being. Ulikuwa na usichana wako, ulipokuwa unasoma, unapelekwa shule na mabenzi na nini, stories zote tunazijua. Who ruined ujana wako? Who ruined ujana wako? Ni nani aliyekujeruhi wakati wa ujana wako? It's my time to work. It's my time to serve my customers. Wakati naambiwa nauza vipodozi feki, I had to fight to the top to prove kwa wateja wangu kwamba I'm working. I had kusafiri. I had to save money. Unanielewa? I had kwenda darasani kusoma. Marehemu Nyawili angekuepo angesema, wewe mwanamke na ushetani wako ulikuwa influence ya mimi kuingia darasani kusoma kuhusu cosmetics. Sasa jiulize, if you're doing this to me, kesho akifanyiwa huyo wakwako ulokuwa naye ndani, kwa sababu sisi wengine hatuna wazazi ambao tunatakiwa kuangalia pressure zao na mioyo yao.
I respect my customers so much. But you made me break in front of them. You woman, I have fasted for you. I have prayed about you. Do not keep trying me. Do not keep trying me. Hakuna unacho nipunguzia. But guess what, my nigga? You, Buffalo. I've got a mother, bro. I've got a mother. I've got people wanaoniangalia.